kuwekeza kwenye roho yake kumjua Mungu. Unapomjua Mungu vizuri na roho yako inapokuwa inakuwa, inaongezeka kwenye kumjua Mungu, ndivyo hata mafanikio yako yatakuwa ni halisi. Usikubali usifikiri kwamba tu itakuwa ni rahisi. Hata watu wa duniani ambao tunawajua, tunawafahamu, wanajua ni Mungu gani ambaye wanamtumikia. Wanazikuza roho zao kwenye miungu hiyo mingine, na ndio maana wanafanikiwa. Ndio maana ile miungu inawafanikisha. Unajua roho yote utakapoitumikia kuna namna itakuzawadia. Hata wale wanaotumikia ile roho zote za giza, na wao pia zile roho huwa zinawapaga zawadi. Wengine ndio wanapewa magari na vitu vingine, wanapewa manyumba, wanapewa fedha, lakini baraka zao zina mateso. Maana baraka ya Mungu utajirisha wala haina huzuni nayo. Hiyo ndio tofauti kubwa ambazo tuko nazo kati ya baraka ya watoto wa Mungu na baraka za watu wa duniani. Kwa kitu cha msingi ambacho tutakapofanya ni kuwekeza kwenye kumjua Mungu. Mjue Mungu kama anavyosema kitabu kile cha waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya 2 mstari wa 1. Ndugu, ufanikiwe sana katika mambo yako yote kama roho yako inavyofanikiwa. So you are not permitted to succeed zaidi ya roho yako, kwa sababu baraka yote ambayo itakuja kwenye maisha yako, ambayo itazidi kiwango chako cha kukua rohoni, hiyo baraka itakumaliza. Na ndio maana nasema ukue kama roho yako inavyokuwa. Hakuna baraka pasipo kumjua yule anayekubariki. Hakuna kuinuliwa pasipo kumjua yule anayekuinua. Na ukifanya hivi ninavyokuambia, ukawekeza nguvu yako kubwa kwenye kumjua Mungu wako, baraka zako zitakuwa vizuri. Hautakimbia huku na kule kusema sijabarikiwa, sijainuliwa. Utaziona baraka za Bwana kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana unapowekeza nguvu zako kwenye kumjua Bwana, kumtafuta Bwana na kulitafuta jina lake. Maisha yako hayatabaki kuwa yalivyokuwa, katika jina la Yesu.